What's up YouTube, welcome back. It's your coach Jerome. Sasa kwenye hii video leo nataka nikufundisha au nikupe dalili kuu nne za kwamba uenda uko na force mahusiano. Wanaume wengi tuko kwenye situation ambayo bila sisi kuweka nguvu au ku-apply effort, bila sisi kuwa involved, kutenga muda kuendesha mahusiano, inaonekana kama hayataenda kabisa. Yani wewe ndio unatuma hela, wewe ndio unapiga simu, wewe ndio unamiss, wewe ndio unafanya kila kitu. Ndio unakuwa mahusiano ni kama ni pande moja, kwamba ule upande wa pili sawa, ni kama upo tu una exist. Of course na wanaume wengi wako wamekubaliana hichi kitu as long as wanapata ambacho wanakitaka. Sasa kwenye video mimi sitaki nikupe superficial knowledge, sitaki nikwambie vitu ambavyo vya juu. Tunataka niingie deep, niingie ndani, nikupe sababu kuu nne ambazo mimi nafikiri mwenyewe ni kwamba uenda ukawa hizi ndo sababu za wewe kuforce mahusiano. Kwa sitaki ni chukue muda wako mwingi, niingie straight kwenye point. Okay, sasa point number 1 ni kwamba wewe ndo unaanzisha kila kitu, au wewe ndo unaandaa kila kitu. Of course mahusiano ni pande zote mbili, si ndio? Huyu anavuta na huyu anavuta, si ndio? Ukifanya hichi mwenzako naye anafanya hichi, kwa sababu kama unampenda mtu waga ni kujitoa, ni kujisacrifice, kufanya vitu ambavyo hujaulizwa, kufanya vitu ambavyo hujaombwa out of love, yani kwa sababu tu unampenda mtu, unamkubali, unamuelewa, kwa unamfanya hicho kitu ili afurahi. Ndio umeprioritize happiness yake ndio imekuwa priority kwako, furaha yake ndio imekuwa priority kwako, si ndio? Kwa mtu ambaye anakupenda utaona ana sacrifice, sometimes labda muda wake, sometimes ana sacrifice hela, sometimes ana sacrifice resources, sometimes ana sacrifice paka yeye mwenyewe, yani kusacrifice, anajitoa sadaka. Sasa ukiona wewe ndo mtu ambaye kila siku unamwambia dem, hey nimekumisi, njoo tukutane, njoo kwangu, usipofanya hivyo yeye afanye, hey kuna hela nimepata kidogo, nimepiga mishe, kuna hela kidogo nimeipata, chukua poa, hata na hii $1.5, lakini yeye hamna siku hata hii moja amepata hela, au hata sio lazima wewe hela, ku show ile compensation kwamba hey umenipa kitu fulani, hata kama kuambia, lakini anafanya kitu kuonyesha kwamba anakupenda, ana sacrifice kitu ambacho ni part yake, si ndio? Hiyo ni ishara ya kwamba mtu anakupenda. Lakini ukiona wewe ndo usipoweka mgono wako hapo, usipofanya chochote kwa ajili ya hayo mahusiano yasonge mbele, ujue kwamba uko kwenye mahusiano ambao una force, na si sahihi wewe kuendelea kuwa kwenye mahusiano ambao lazima uapply effort actively, uwepo, usike. Isiko kama mtu anakupenda utashangaa na sacrifice, si ndio? Anadai yuko busy au hawezi kukutana na wewe, ujue kabisa wewe ni Mungu, kwa sababu mapenzi ni sacrifice, mapenzi ni kujitoa mwanga, mapenzi ni kujiangamiza kwa ajili ya mtu wako, si ndio? Kama unampenda mtu lazima utapata time ya kukutana naye. Kama unampenda mtu huwezi ukakosa kitu cha kumpelekea akafurahi, so lazima wewe kikubwa, lakini inabidi wewe mtu ambaye unampenda au ambaye anakupenda ashow kwamba anajali. Sawa, ndio kila siku unapeleka hela, unapeleka zawadi, unamtoa out, hamna siku hata amekuja na idea kwamba hey nataka leo sehemu fulani tuende, nimefanya research, nimefuatilia kuna hotel fulani ni nzuri, rafiki yangu alienda, au twende movie, nataka leo ni hang out, nataka nije kwako tupike tule, nataka nifanye chochote. Ukiona mtu afanye hivyo, dalili ya kwamba wewe ndio una force mahusiano ni kubwa mno. Kwa change that. Okay, sasa sababu namba 2 ni kwamba hatimizi majukumu yake, si ndio? Inabidi wote tukubaliane hapo kwamba mwanamke na mwanaume wote wana majukumu tofauti kwenye ndoa. Yani nikuta majukumu ni sawa, basi kusingekuwa kuna ndoa in the first place. Kuna utofauti kati ya mwanaume na mwanamke, ndio maana kuna ndoa, si ndio? Kwamba huyu ana vitu ambavyo anaweza kufanya ambavyo huwezi kufanya, na kwa mwanaume waga ni kuprovide, ni kupeleka msosi, watoto wale, ingine ni kuprotect, make sure kwamba mke yuko salama na watoto wake wako salama, na mwishoni kabisa ni kwamba huyu jamaa anawaongoza. Of course lazima awe kichwa cha familia, awe ni mtu ambaye anafanya maamuzi on behalf, kwa niaba ya familia, awe anafanya maamuzi ambayo ni ya hekima na ambayo yanaipeleka familia mbele towards growth, si ndio? Na mwanamke kwa upande wa pili anapaswa awe nurturing, awe analea watoto, analea bwana wake, anafanya yale majukumu yake ambayo anapaswa, na mwishoni kabisa anatakiwa awe sehemu ambayo ni comfort, yani awe ana provide comfort, awe ana provide, anamliwaza mume wake.
sababu huwezi, kwa zamani ilikuwa mtu anatoka vita anakuja straight anaenda kwa wanawake, anatafuta ile comfort. Ulimwengu wa wanawake ni luxury, yani umetengenezwa na luxury na vitu vizuri. Sio unakuta labda ni perfume, ni shower, ni happy, ni misosi, ni nini. Sasa kama uko kwenye mahusiano na mtu ambaye waga yeye kama yeye atimizi majukumu yake, yani wewe ndo unafanyaga ya kwako, mara nyingi inakuwa ni upande wetu sisi wanaume wengi sana tuko kwenye hii trap, tuko kwenye mtego. Unakuta wewe ndo unatoa hela, wewe ndo una make sure kwamba mtoto yuko taken care of, unalipa kodi, unampa kila kitu ambacho anataka, si ndio? Kwa sababu unafanya vile out of love, kwamba unampenda wewe mwanamke, unampenda na unamjali kweli deep down. Lakini yes, sasa on the other hand hafanyi kile ambacho anapaswa kufanya, si ndio? Hapasi labda anakuja kwako adeki, afanye nini, akuoshe vyombo, afanye chochote, yupo tu hapo ana exist. Amekuja tu kufanya sex kwa sababu umelipa kodi mwisho wa mwezi, basi tu amefeel like jamaa ataniacha nisipo hatalipa kodi ya mwezi ujao, nisipoenda leo kwenda kufanya mapenzi. Kwa anakuja hapo analala tu afanye ambacho anapaswa kufanya, kwa sababu listen, yani mwanamke kama anakupenda, hayo vitu umwambie eti sijui wewe nisaidie kuosha vyombo, wewe nisaidie kupika, wewe nisaidie kufanya hivyo, mbona uone hapa ni pachafu, automatically anafanya peke yake bila yeye kuwa control au mtu fulani kumuelekeza. Ndio same goes kwa mwanaume. Kama mwanaume na yeye hivyo, yani au waga akumbushwe majukumu yake. Kama anampenda mwanamke, waga anajitoa, anafanya kile ambacho anapaswa kufanya. So ukiona huko kwenye mahusiano ambao mwanamke au mwanaume afanye kile ambacho anapaswa kufanya, ujue kwamba hayo mahusiano wewe ndio unayeforce. Sasa ni up to you, unachagua kwamba is it worth it? Je, ni sahihi kuendelea kuwa hapo kwenye mahusiano au kuondoka? Lazima automatically. Mimi nikupe tu story, yani kama mfano kama mimi, mademo wanaokuja ghetto wengi waga wanang'ang'ania kupika, sijui kuosha vyombo, sijui kufua, even though unakuta ni sister do, wamekaa kidogo classic, lakini at the end of the day anataka tu kuonyesha kwamba ananijali na ananipenda. Kwa ukiona mtu afanye ambacho anapaswa kufanya, akuhudumia, labda kama ni mwanamke special anapaswa kuhudumia, of course ni mume wako, lakini kama ni mpenzi wako unakuta ni stingy, anatoi hela, afanye nini, unajua yes, kuna dalili ya kwamba uendo kwa na force mahusiano. Okay, sasa point number 3 ni hakusupporti, si ndio? Mahusiano ni yin na yang, ni mwanamke na mwanaume, si ndio? Mungu alipotuumba, of course, Mungu hakukosea kumpa mwanamke vitu ambavyo mwanaume hawezi kufanya, na akampa mwanaume vitu ambavyo mwanamke hawezi kufanya. Of course, kuna vitu mwanamke hawezi kufanya ni mwanaume anaweza kufanya, na mwanaume kuna vitu anafanya mwanamke hawezi kufanya. Of course, kwa tuliumbwa ili wote tukikutana sasa, either ni marriage au ni uchumba au ni nini, tukija tukakaa pamoja, tukastay together, ni kwamba tunasupportiana. Yule madhaifu yangu ni strength, au ni vitu vizuri ambavyo yeye anavyo upande wa pili, si ndio? Kwa we were meant kusupportiana, yani tuliumbwa tusupportiane, kutoa kitu ambacho kwa pamoja kinakuwa kina nguvu na power na uwezo mkubwa, si ndio? Sasa ukiona mtu ambaye uko naye, labda una mission unafanya, na unajua kabisa ana uwezo kusupport kitu fulani ambacho labda wewe huwezi kufanya au yeye hawezi kufanya, si ndio? Lazima umask, umgombeze, umuombe, umnyenyekee ndo akufanyie hicho kitu, si ndio? Unajua kabisa kwamba hakuna kitu, kwa sababu naturally mimi nakwambia kiuhalisia kabisa, kama mtu anakupenda, kama mtu yuko tayari kuwa na wewe milele, kama mtu anatamani na anakupenda na anakuheshimu, kitu cha kwanza kabisa ni kwamba anatamani kusupport, anatamani kuona unaendelea mbele, anatamani kuona una grow, na kama ana akili nyingi atatamani kuona mnaendelea pamoja, ndio? Sasa kama unaona huyo mtu ambaye unampenda, huyo mpenzi wako akusupport haso zako, mara nyingi waga ni madem ndio waga hawafanyi upande wa pili, kwa sababu wanaume waga naturally tuna support. Tunakuta kuna jamaa amempeleka demu wake chuo, amemsomesha, mara amemjengea nyumba, amemfungulia biashara, lakini wanawake waga kufanya kumsupport mume wake kwa upande wa pili. So lazima wewe kumsupport kifedha au kinini, unakuta akupi ile support, labda unataka emotional support,
ndio ni partner wako. Sometimes umerudi, you know, kichwa kimejaa mambo mengi, unataka sasa mtu akana na kusikiliza, you know, kusikiliza kipi na nanili na kupea hata at least mawazo, au akupe ile comfort, you know, ile pleasure, au ile akubembeleze. Of course kama unakosa upande wa pili, ujue kabisa dalili ni kubwa kwamba huyo mtu akupendi, kwa sababu halisia naturally anapaswa kutamani kufanya hivyo, yani anapaswa kuguswa kufanya hivyo bila yeye kuomba. Unakuwa kama kusupport na unaona kabisa kuna issue, kuna mishe, kuna vitu anaweza kusupport, lakini anaamua kukataa kabisa kukusupport mpaka uombe, utumie nguvu. Dalili ya kwamba yes, huyu mtu akupendi ni kubwa mno, na you know, ondoka kwenye mahusiano haraka as possible. Okay, sasa na kumalizia mwishoni kabisa ni kwamba hakuheshimu, hatii wala asikilizi maamuzi yako, si ndio? Heshima inaenda both ways, ina mwanamke au mwanaume. Yani kuna lazima umheshimu upande wa pili. Yani lazima, kama unampenda mtu automatically, au kumbushi na mtu uambiwe, unakuwa tu automatically unamheshimu. Kwa nini? Ni kwamba mapenzi au hisia za mapenzi ni fear, ni hofu. Lazima inakujaga ina hofu. Kama unampenda mtu kuna hofu ya kumpoteza. Umeona? Kwa kama unampenda mtu kuna hofu ya kumpoteza, hofu ya kumkwaza, hofu ya kufanya kitu ambacho kitaenda sahihi. Ndio kuna fear. Love inakuja na fear. Umeona? Kwa na fear, ndio fear au hofu inaleta heshima au respect, ndio tunaheshimu vile vitu ambavyo tunaviogopa naturally. Kwa nini unamheshimu rais? Kwa sababu unamuogopa. Kwa nini unamheshimu baba yako na mama yako? Kwa sababu unawaogopa. Ndio, na kwa nini unawaogopa? Ni kwa sababu unawapenda. Sijui umenielewa? Kwa ukiona naturally huyo mwanamke ni mtu, ni nani, ni mpenzi wako, unamwagiza hata kitu kidogo trivial, hey, unaenda dukani, ndio naomba uniletee voucher. Kwa nini usiende mwenyewe? Au sijui nini, hey, niko hapa kuna kitu nafanya, naomba uniletee maji. Usifuate mwenyewe nini. Ukiona vitu vidogo vidogo, sio lazima hiyo kitu kikubwa, hapana, kitu kidogo kidogo tu. Kuna vitu vidogo wanakataa kukutii, you know. Sometimes unamshauri kitu, fanya hivi, mimi nimeshafanya, najua fanya hivi na hivi, nisikilize kima yangu kidogo. Mtu anakataa kusikiliza, nafanya tofauti na ambavyo umemwelekeza. Ujue kabisa ni indication kwamba hakuoni kama mtu ambaye anakupenda, kwa hakuoni kama mtu ambaye anapaswa kusikiliza. Yani kwa hana sababu ya kusikiliza, sababu hana hisia na wewe akupende. You know, same goes to the opposite sex. You know, mwanaume pia kama hakupendi kweli, waga hata kusikiliza, mara nyingi waga kumanda afanye kitu kwa ajili yako. Ndio hata uongee naye vipi, hata umsikilize vipi, hata umshinikize vipi, afanye vitu, akuheshimu, akusikilize, akurespect. Kwa heshima na utii ni dalili kubwa, ni indication kubwa ya mapenzi. Na kama mtu anakupenda kweli, lazima akuogope, na kama anakuogopa lazima akuheshimu. Ndio maana kwa wazazi wetu tunawapenda na kuheshimu, ni kwa sababu hiyo, ni kwa sababu tunawaogopa na kwa sababu tunawapenda. You know, kwa kama umeunderstand hii, na kama uja like, uja subscribe, na umefika paka hapa, naonekana hizi video unazipenda, na hizi video ziko kila siku. You know, kila baada ya siku moja kwenye wiki lazima kuna video 3, 4, 5 zinakuwa released kukufundisha saikolojia ya wanawake na jinsi gani ya kudeal nao. Kwa kama first time unajoin hii channel, like, comment, subscribe. You know, tofauti na hivyo sina mengi ya kusema. Peace.